kushukuru kwa muda kama huu. Tunakushukuru kwa ulinzi wako. Tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru tegemeo na tumaini. Bwana tunasema asante. Bwana tunasema asante kimbilio langu. Onekana na utawala wako katika mkutano huu. Tunatia magharibi ya nyumbani mwako. Tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa nasi kimbilio. Tunakushukuru na kubariki jina lako. Tunakushukuru na kumsifu jina lako. Asante mweza wa yote, asante kimbilio langu. Ninasema asante kimbilio. Ninasema asante mfalme. Ninasema asante tegemeo. Ninasema asante Kristo. Ninasema asante kimbilio langu. Bwana ninakushukuru. Bwana ninasema asante na shukrani kwa pumzi ya uhai unayotupatia katika muda huu. Tunalibariki na kulipa jina lako. Asante Baba yangu kwa kuwa ulikuwa nasi katika ibada ya kwanza na ibada ya pili. Tunakushukuru kwa kuwa utakuwa pamoja nasi Yesu. Tunasema asante na shukrani. Asante Bwana wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba ninasema asante kimbilio kwa rehema zako. Asante tegemeo. Tunasema asante katika jina la Yesu Kristo. Unatosha neno Bwana. Asante Baba. Muda na wasaa kama na huu tena ni muda wa kwenda kujikabidhi mbele za Bwana ili kwamba tuweze kualika utakaso wa Bwana uweze kuwa ndani yetu. Yawezekana tumekwenda kufikiri kinyume na mapenzi ya Mungu. Yawezekana kuna eneo ambalo tumekwenda kuvuka mstari. Kwa hiyo tutakwenda kuwasihi waimbishaji watupee wimbo mmoja wa msamaha ili kwamba twende tuombe msamaha tena mbele za Bwana. Karibu kwa wimbo. Mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa. Dhambi zangu na zako alizichukua, kwa damu aliniokoa. Dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi. Alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Oh Baba, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe. Oh Baba, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe. Oh Yesu, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Oh Yesu, Yesu mwenye upole na mwenye upendo, ananitakasa roho. Oh, nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi, alikufa msalabani. Oh, dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi. Oh, Yesu alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe. Oh Baba, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe. Oh Yesu alizarauliwa na kukataliwa,
katika jina la Yesu Kristo uliye juu ya mbingu yote. Muda na wasaa kama na utena tunakwenda kusogea mbele ya kiti chako cha rehema. Tunaomba ukapate kurehemu kila mmoja wetu walioko mahali hapa, hata wale ambao hawajafika mahali hapa. Bwana, tunasihi wapate kurehemiwa na wewe. Fadhili zako Bwana ziendelee kuonekana juu ya kila mmoja wetu. Rehema zako juu ya mkutano mzima. Tunasihi damu ya mwana kondoo wa Mungu uweze kuosha na kutusafisha na kila fikra kwenda kuwaza ambayo iko kinyume na mapenzi yako. Yote yaliyo ya haki ambayo tutakwenda kuyatenda Bwana, macho yako kwa jina na fadhili zako. Rehema zako Bwana zipate kuonekana kwa jina la mmoja wetu. Tunaomba turehemu Bwana, tutasafishe kwa damu yako, kama watu wetu, takasa fikra zetu, takasa Bwana. Maana unasema jina litakushwa kwa jina lako. Hata kuna mahali nilijinuka, hata kuna mahali Bwana mahali nitakutenda mema sikutenda mema. Ninaomba Baba nitakase, takasa kila mmoja wetu, takasa wa baba wa mama, takasa vijana. Asante Yesu, asante kwa jina lako Yesu Kristo. Asante. Neno la Bwana linasema ya kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo hakuna ibada ambayo tunaweza kuifanya kama Bwana mwenyewe hajazirika mahali pale pamoja na nguvu zake. Na neno linasema kwamba tunayaweza mambo yote ni katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kuweza kualika uwepo wa Bwana uweze kuzirika katika maisha ya kila mmoja wetu, ili kwamba tulivyoingia tusitoke kama jinsi tulivyoingia. Tutakwenda kuwasihi waimbishaji waweze kutupia nguvu wimbo mmoja wa kuweza kualika nguvu za Bwana. Karibuni kwa wimbo. Utusaidie Baba, utusaidie. Utusaidie Baba, utusaidie. Peke yetu hatutaweza Baba, utusaidie. Peke yetu hatutaweza Baba, utusaidie. Utusaidie, utusaidie Baba, utusaidie. Utusaidie, utusaidie Baba, utusaidie. Peke yetu hatutaweza Baba, utusaidie. Peke yetu hatutaweza Baba, utusaidie. utusaidie. Utusaidie Baba, utusaidie. Utusaidie Baba, utusaidie. Peke yetu hatutaweza Baba, utusaidie. Peke yetu hatutaweza Baba, utusaidie. Sungangae, Yawe sungangae. Sungangae, Yawe sungangae. Kaiboko nako kite yawe, Yawe sungangae. Kaiboko nako kite yawe, Yawe sungangae. sungangae, Yawe sungangae. Sungangae, Yawe sungangae. Kaiboko nako kite yawe, Yawe sungangae. Kaiboko nako kite yawe, Yawe sungangae. Sungangae, Yawe sungangae. Sungangae, Yawe sungangae. Kaiboko nako kite yawe, Yawe sungangae. Kaiboko nako kite yawe, Yawe sungangae. Katika jina la Yesu Kristo uliye juu ya miungu yote, uliye juu ya mabwana wote, Baba tusaidie kwa maana peke yetu hatutaweza lolote bila wewe. Ndio maana tunaalika uwepo wako, ndio maana tunakualika mahali hapa, ndio maana tunakualika tule mkono wako utauale uonekane. Tunakuhitaji tunakuhitaji mtakatifu, tunakuhitaji kimbilio langu, tunakuhitaji nguvu zako. Shuka na kutawala, shusha roho wako, shusha ujira wako, shusha nguvu zako,
shusha uwepo wako, tawala siku ya leo, tunaalika uwepo wako Baba, tunakualika wewe ifanye uongozi, Roho Mtakatifu uongoze maisha yetu, familia zetu, ibada ya leo tujaze Bwana, tuwezeshe 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 Bwana, shuka na kuonekana na maisha yetu ya kiroho, tunahitaji tuongoze, tunahitaji Bwana tutie nguvu, Bwana tutie nguvu, naomba Baba tutie nguvu, naomba Baba tuwezeshe, tuwezeshe Bwana, tuwezeshe leo, nipako na mwingine kaisa faraja yako, unatosha Bwana, uweze kufariji wale wote wanaomtawala, asante Bwana, hakuna anayeka Bwana, hakuna wezaji kama unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha kimbilio msalaba wako itawala familia zetu, hakuna wezaji kama Roho, hakuna Bwana, hakuna uwepo, wewe ndio taa, wewe ndio bendera ya ushindi wetu. Oh, tujaze nguvu zako, utuwezeshe Bwana, utuwezeshe Bwana, tuongoze maisha yetu, utawale maisha yetu, utawale Bwana maisha yetu ya kiroho kama vile ya kimwili, tutawaliwa na kuongozwa na wewe, utukufu wako upate kuonekana na moyo wetu ukapate kutiwa nguvu. Ili Bwana tuendelee kuzama ndani ya mapenzi yako kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tena ni muda tena mzuri wa kwenda kusimama kinyume na mipango yote huyo mwovu. Kwa hiyo muda na wasaa kama na huu tutakwenda kuambia waimbaji tena watupee wimbo wa kukanyaga nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumepewa mamlaka juu ya mipango yote ya giza, kutembea juu ya nyoka na nge. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni muda tena wa kusimama. Labda usingeweza kujisikia kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika wiki mzima kuna mambo mengi ambayo Bwana amekwenda kuhusika nayo. Kwa hiyo tusingeweza kujisikia siku ya leo kuwa na uchovu. Ni muda wetu wa kwenda kusimama tena kama maaskari, kwenda kupinga kila ila ambao shetani anakwenda kuplani zidi ya maisha yetu sote kwa ujumla, na katika maisha kila mmoja kiupekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Leo ndio tunakwenda kuandaa hata wiki ambayo tunaanzisha kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Karibuni kwa wimbo. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. Oh, ninaye Yesu nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. Oh, ninaye Baba nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. 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 Jemadari wangu nitashinda vita. Jemadari wangu nitashinda vita. Jemadari Yesu nitashinda vita. Jemadari wangu nitashinda vita. Nitashinda vita. Nitashinda vita. Nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemadari wangu nitashinda vita. Nitashinda vita.
kuvika mamlaka ya huyo mwovu ibili shetani zidi ya maisha ya kanisa katika kila jina la Yesu Kristo. Tunakiri kila chochote ambacho adui ameplani tunakikataa na kukipinga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Maingo yote ya nguvu za giza tunayafungia huduma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakataa kila upepo uweza kujinua katikati yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafunga mipango ya kuzimu, tunakemea kila chochote ambacho adui anakwenda kuinua ndani ya maisha kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Pepo zote za kila aina tunasimama juu ya roho za mauti, tunasimama juu ya roho za magonjwa, tunasimama juu ya roho zote za kila aina ya uvivu, roho zote za kuweza kututeka katika njia mbalimbali ambazo ni kinyume na mapenzi ya Bwana. Tunayakataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunatembea juu ya nyoka na nge na nguvu zote za huyo adui kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mipango ya kuzimu shindwe, mipango ya kuzimu shindwe. Kila roho ya kuweza kutuzofisha katika namna mbalimbali tunazikataa kwa jina la Yesu. Tunapinga plani zote, tunaharibu kazi za mwovu kwa jina la Yesu Kristo. Kama jinsi tulivyosema ya kwamba umeshuka duniani kwa ajili ya kuharibu kazi za ibilisi, nasi tunaziharibu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni muda tena mzuri wa kwenda kumsifu Bwana. Kwa hiyo tutakwenda kualika waimbishaji wetu watupatie nyimbo za sifa. Karibuni kwa nyimbo. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Tumpigie Bwana makofi tena. Nitaenda kuhimiza wote ambao wanaoketi wasimame tena tumsifu Bwana. Amen. Kwa kuwa sababu tulikuja hapa, sababu ituleta mahali hii ni sababu ya kumsifu Bwana, ya kumwabudu Bwana. Basi nitakuhimiza tena ushimame mahali ulipo, tuende tumsifu Bwana pamoja kwa furaha. Amen. Haleluya. Mwambie Baba, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Baba, mwambie atakushindia. Yesu, mwambie, mwambie tena, Mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu, mwambie atakushindia. Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie usichoke kumwambia Baba, mwambie anaweza yote. Yesu, mwambie atakushindia. Baba, mwambie, mwambie tena, mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu, mwambie atakushindia. Yesu, mwambie. haleluya.
kolingana ya solo. Haleluya. Kolingana ya solo. Haleluya. Tokomona kemona ya uye. Haleluya. Amen. Amen. Nakumbuka kipindi kimoja Yesu alikuwa mahali katika huduma yake. Neno la Mungu linasema ya kwamba nguvu ya Bwana ilikuwa mahali pale. Na nguvu ilipokuwa mahali pale ilikuwa kwa sababu maalum kwa ajili ya kuponya. Ndivyo maandiko yanavyosema. Lakini kitu ambacho huwa kinanishangaza mahali pale, japokuwa Yesu alikuwepo, pia na nguvu zake ilikuwepo mahali pale, ni mtu mmoja aliyetumia hiyo fursa na akaweza kuponywa. Na palikuwepo na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nguvu ya Bwana iko mahali hapa. Amen. Siku zote ambazo tunakuja katika ibada, mahali hapa nguvu ya Bwana iko nakuwa mahali hapa. Amen. Amen. Sijui kama unaona kama mimi, lakini ni jambo la kutumia fursa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafarisayo walikuwepo mahali pale, waandishi walikuwepo mahali pale, lakini Biblia inasema ya kwamba kuna watu waliomleta mtu mmoja ambaye aliletwa na watu wanne. Amebebwa ni mtu aliyekuwa na ugonjwa wa kupooza, lakini walipokosa nafasi kwa sababu palikuwepo na makutano mengi, lakini wakaweza kuvunja dari, wakaweza kumdumbukiza mahali ambapo Yesu alikuwa. Alitoka pale ugonjwa umeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nguvu ya Bwana ilikuwepo mahali pale kwa ajili ya kuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya Bwana iko mahali hapa kwa ajili ya kutenda mambo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwetu kuweza kuamini na kutumia nafasi hii vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi sitaki tena mazoea ya kuingia kanisani na kutoka, kuingia kama jinsi nilivyoingia mahali hapa. Ninahitaji ninapotoka mahali hapa kuwe na kitu ambacho kimeongezeka katika maisha yangu. Amen. Kupitia neno la Bwana, kupitia na uweza wa Bwana, nitoke na utofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule aliyeniona jana, anaponiona leo, aone utofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni muda wa kwenda kumwabudu Bwana na wimbo maalum. Ni muda wa kwenda kumtolea Bwana. Kwa hiyo tutasiu watuletee kitunga na waimbaji watupatie wimbo wao wa siku. Karibuni kwa wimbo. Amen. Tutasiu mchungaji aweze kuomba juu ya matoleo. Acha tuombe. Mungu mwema, tunaendelea tena kushukuru kwa wakati kama huyu unatupatia mbele za uso wako. Tunaleta matoleo ya watu wako mikononi mwako. Tunaomba tegemeo na tumaini baraka zako ziendelee kudhihirika ndani ya maisha yao, ndani ya nyumba zao na ndani ya mipango wanaokuwa nayo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Inanibidi niimbe Matendo yako Bwana. inanibidi niimbe Matendo yako Bwana. inanibidi niseme Matendo yako Bwana. Wewe ni Mungu juu ya miungu. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Ufalme wako wadumu milele. Amina. inanibidi niimbe Matendo yako
Bwana, inanibidi niseme. matendo yako Bwana, inanibidi nitangaze. matendo yako Bwana. Wewe ni Mungu juu ya miungu, Baba, wewe ni Bwana Baba, juu ya mabwana, ufalme wako wadumu milele. Amina. inanibidi niimbe. Matendo yako Bwana, inanibidi niimbe. matendo yako Bwana, inanibidi niseme. matendo yako Bwana. Wewe ni Mungu juu ya miungu, Baba, wewe ni Bwana Baba, juu ya mabwana, ufalme wako wadumu milele. Amina. Bana na Nzambe tozali koyemba alleluya. Papa na biso na likolo alleluya. Alleluia, Alleluya. Alleluia, Alleluia, Alleluya. Alleluia. Bana na Nzambe tozali koyemba alleluya. Papa na biso na likolo alleluya. Alleluia, Alleluya. Alleluia, Alleluya. Alleluia. Nalola nalola. Kuna nalola, Nalola nalola. kuna nalola, Nalola tokomona dada Charlotte. kuna nalola, Nalola tokomona dada Bea. kuna nalola, Nalola tokomona Nemal. kuna nalola, kuna nalola, kuna nalola, Nalola kuna nalola, kuna nalola, Nalola tokomona dada Neema. kuna nalola, Nalola tokomona dada Mami. kuna nalola, kuna nalola, kuna nalola, Mbinguni, kule mbinguni, kule mbinguni, kule mbinguni tutaona baba pastere. kule mbinguni, Mbinguni tutaona basebe ya Kristo. kule mbinguni, Kule mbinguni tutaona bakaka ba Kristo. kule mbinguni, 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 kule mbinguni. Amen, amen. 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 Tuwapongeze waimbaji kwa kazi kubwa. Ni muda tena mwingine maalum kwenda kumuinua, kwenda kumwabudu aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti. Tutakwenda kusii tu mkutano tuweze kusimama kwa heshima ya Bwana ili kwamba twende tumwabudu Bwana. Karibuni waimbaji wa nyimbo za kuabudu Bwana. Haleluya. Ya muda kama nao tunakwenda kurudishia Bwana sifa na mabudu. Maana Mungu wetu apenda turudishie sifa, so nikihitaji watu wote washimame kumwabudu Mungu wetu. Karibu kwa maombi. Mungu wetu wa ajabu, Ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa
Baba mchana hii, kwa kuwa kwa kweli Bwana umetenda mengi maishani mwetu. Baba, wiki nzima ulikuwa nasi, mfalme wa amani. Wiki nzima Baba ulitenda mengi katika maisha yetu. Baba, ulilinda familia zetu, ulitupa chakula, ulikutunza Baba, ulitupa tunasema asante kwa jambo unayotenda kila siku maishani mwetu. Acha tukuinue tena mchana kwa kuona stahili Baba. Ninapenda kuhimiza kuweza kuabudu Mungu. Waimbaji wameimba tayari na maneno yao, lakini wewe tumia maneno yako yatokayo moyoni mwako na kumwabudu Mungu kama jinsi unavyofanya. Paza sauti, kwa kuwa yeye anastahili kuabudiwa, anastahili kuhimidiwa, anastahili kuinuliwa, anastahili kusifiwa na kutukuzwa, kwa kuwa yeye ni wa ajabu. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Mungu anayetulinda, tunakusifu kwa jina la Yesu Kristo. Uimitiwe milele na milele. Kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Bwana wa mabwana, Kuinulia macho yangu na kuinulia juu, kiongozi wangu, kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Bwana wa mabwana, kuinulia macho yangu na kuinulia juu, kimbilio langu na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, kimbilio langu, kuinulia macho yangu na kuinulia juu, kimbilio langu, na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Bwana wa mabwana, kuinulia macho yangu na kuinulia juu, msaada wetu kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Bwana wa mabwana, kuinulia macho yangu na kuinulia juu, msaada wetu kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Mungu usiyeshindwa. najua una mambo mengi unamtegemea Mungu na mengine unayangojelea, lakini Mungu alikuumba kwa ajili ya utukufu wako, Wewe ni kila kitu na katika matatizo yako Wewe ni bendera ya Mungu ushindi anataka wako. aonekane ili Wewe apate ni Bwana utukufu wa wako. majeshi, vita vikiinuka ndani ya Uinue, maisha yako. msifu na Unashuka umutukuze, na unapigana. na yeye ataendelea Oh, kuonekana. uko Mungu wa Inua ajabu. na upaze sauti Uko yako Mungu na kwenda unayetanga kumwabudu mioyo ya Mungu. waliovunjika Yeye ni mioyo. mwaminifu, Oh, atakuonekania. you are the God of Siku ya leo hosts. iko mahali hapa No one kuyatenda can stand mema against na you. makuu Who can kwa stand ajili ya maisha yako. Muinulie Oh, macho yes. yako na yatatenda. Muabudu mara Uko nyingine Mungu tena. wangu. Uko Baba yangu. Hallelujah. Uko salama Wewe ni maisha. wa ajabu. Wewe ni Mungu wa Wewe ni ajabu. mganga mkuu. Uko Mungu wangu. Wewe unayeponya magonjwa, ni wewe unayefungua wafungwa. Ninakuabudu Bwana, maana wewe Wewe ni kimbilio Baba, kubwa wewe kwangu. yatima mmeoacha. Kama bado ninasimama ni kwa sababu ya neema yako. Kama bado ninakuja kwenye hekalu lako ni kwa sababu ya Uko Mungu wa ajabu. Uko Mungu wa ajabu.
Inulia macho yangu, maana wewe ni kimbilio langu, maana wewe ni msaada wetu wa karibu, maana wewe ni bendera ya ushindi wetu, maana wewe ni Bwana wa majeshi, wewe unayekanga mioyo, wewe unayeponya wagonjwa, wewe unainua nyonge kutoka mavumbini. Uko Mungu wa ajabu, haulinganishi na kitu chochote kile Bwana. Hakuna Mungu mwingine aliye kama na wewe, maana wewe ni Mungu juu ya miungu yote. Wewe ambao ubadiliki, unabaki kuwa yule yule jana, leo na hata milele. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu wa ajabu. Bwana anapenda tena tuombee wale wote wenye kuwa na matatizo ya tumbo inayojulikana hospitalini. Haleluya. Hapana maumivu tu, maumivu ya tumbo inayojulikana hospitali. Uchakaenda nayo kwa mganga, utajiombea peke yako mahali ulipo. Haleluya. Ile yenyewe ichakajulikana kwa mganga. Haleluya. Uliendaka juu ya ile maumivu ya tumbo, Mungu akuguse. Haleluya. Kwa naahidi kusema atagusa kwa saa hii. Sijui ni nani, lakini tuombe sote pamoja. Twende kwa pamoja. Twende kuomba. Kama wewe una matatizo, ombea wengine. Twende kuomba. Baba Mungu mtukufu, mfalme Mungu wa uweza, endelea kutenda maajabu, kwa kuwa wewe unaposema una makusudi, 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 una makusudi ya kugusa na kuponya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakemea magonjwa yote, magonjwa yote tunayakemea, 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 tunayakemea katika jina la Yesu Kristo. Tunadeklara uponyaji, 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 sawa sawa na mapenzi ya siku ya leo, sawa sawa na neno lako la siku ya leo. Gusa Bwana, gusa Yesu Kristo wa Nazareti, tenda maajabu na miujiza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe tena. Waimbaji mnaweza rudi nafasi yenu na kusalimiana pia, salimia jirani, waimize tena. Haleluya. Najua kuna wale wenyewe walikuwa kuibada ya kwanza waliingia kuia pili pia. Mungu azidi kuwabariki kwa ushujaa. Haleluya. Watu mnashindwa kuhimizana salimianeni tafadhali. Bwana asifiwe tena. Haleluya. 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 Napenda pale kwenye mko tuombe kwa ajili, kabla tujasikia neno, tuombe kwa ajili ya kuama hapo chini. Haleluya. Tuombe kusema kuwa Mungu amekusha pawacha wazi, tuingie sasa hapo chini. Makao hii haitufai, haitutosha. Haleluya. Sasa tuombe ile ya chini. Na uombe na imani, kwa kuwa sasa tutakwambia kuwa Mungu ametenda. Sasa ujue kwa maombi yako yamejibiwa. Haleluya. Kwa kuwa tayari tuna vikao tofauti na mwenye nyumba, acha Mungu atunemie ili tuingie kule chini, nafasi ya kutosha. Haleluya. Inaweza kutusaidia kwa vitu vyote vyenye tuko navyo mipango, ili tufikie hata kule hatua ya kufanya hata food bank na nini, ili tuanze kusaidia watu wa mji huyu. Yote yawezekana. Haleluya. Kama mwe wote mnaendelea kushikamana na maono, na Mungu anaendelea kuwawezesha. Tuko pamoja sote. Twende kuomba. Bwana Mungu mwema, tuko mbele za uso wako. Utusaidie katika yote, tuendelee kuzirika na kuonekana. Bwana, tumekuomba uyafanye makao yale yao wazi, yamekuwa wazi sasa. Kwa sasa tunakuomba utuwezeshe tuingie ndani, ili tuweze Bwana kuifanya kazi yako katika hali ya kurizika na kutosheka kwa ajili ya makao Bwana, na kuweza kukuabudu kama jinsi ninavyofaa. Bwana onekana. Bwana onekana. Umepafungua pawe wazi kwa namna yako. Bwana tenda sasa mfalme, ili tuweze kuingia. Ni wewe unapofungua mlango hakuna wezaye kufunga. Na unapowezesha walio wako Bwana, unawapatia mafanikio. Tegemeo na tumaini wa kutegemea wewe wataaibika kama. Na tunaamini Bwana kuwa utatuendelea tena kutuonekania, na utatushika mkono na kutuongoza mpaka makao hii, ili kwa yote jina lako liweze kupata kutukuzwa. Yote haya tunayaomba ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako.
ni kwa ajili Bwana ya usalama na uzuri wa kazi yako, ili jina lako Bwana liendelee kutukuzwa. Tenda Mfalme, ili ulimwengu ujue kuwa wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe tena. Kabla hatujasikia neno, tutaalika wageni, kwa tunaona tuna wageni katikati yetu. Sasa waliniita kuniambia, mchungaji, tunataka tupite kanisani, lakini nitawakaribisha waweze kujipresente wenyewe. Karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi kuwaona. Kwa majina mimi ni Elia, naishi Hamilton. Nilipenda leo tukue pamoja. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Tunaweza muhimiza tena mtumishi Elia. Bwana wetu asifiwe. Mimi naitwa Kabuo. Mimi naishi hapa Ottawa. Nafurahi kushiriki na nyinyi. Haleluya. Chagua, chagua, chagua leo. Msimame uende kuwasalimia. Chagua, chagua, chagua leo. Ewe mama, ewe mama, leo. Ewe baba, ewe mama, leo. Chagua leo Mungu wangu leo. Chagua leo Mungu wangu leo. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia. Wewe na nyumba yako utamtumikia. Chagua leo Mungu wangu leo. Chagua leo Mungu wangu leo. Bwana asifiwe tena. Tunataka kusikia neno la Mungu. Tutakwenda kuombea neno la siku ya leo. Napenda uombe mahali ulipo, uombee roho yako na uombee mwalimu wetu wa siku ya leo. Mungu amtumikishe na sisi tupokee. Haleluya. Twende kuomba. Bwana Mungu wa upendo, tenda maajabu ndani ya chombo ulichojichagulia siku ya leo. Na utende kazi juu ya kila umoja wetu, ili roho zetu ziwe kama udongo mzuri, na nataka ulileta linalotoka kwako iwe kama mbegu ya uzima inayochepuka ndani ya maisha yetu na kutubadilisha, ili tuwe na uzima unaokufanana na wewe, ili kwa yote tuwe vyombo vya utukufu wa jina lako. Acha roho wako aendelee kutenda kazi. Yaliyoagiza yote tunayapinga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba Bwana Mungu mwema, mapenzi yako yatimie leo mahali hapa kama vile yaliyo tayari kamilishwa huko mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Baba Yesu, karibu tena. Tunaweza kumuhimiza.
wa sheria, alikuwa wengine wanasema alikuwa daktari. Lakini swali ya Yesu kumwambia bwana, kumbe wewe haujajua ukitaka kuona uzima wa milele lazima uzaliwe mara ya pili. Nikodemo, mimi mzee kama mimi itakuwaje tena niingie katika tumbo la mama yangu? Ili kuzaliwa kwa maji kwa mwili ni mwili, lakini kuzaliwa kwa roho ni roho. Okay, unahitaji kuzaliwe mara ya pili katika Roho Mtakatifu. Amen. Ni kubadilika, ni kubadilika, ni kubadilika. Nina ndugu yangu moja alikuwa sana mlevi, lakini siku hizi ninyi mnasema mtaenda kushauri na kule ile shauri yenu huko kutakuwa na vileo na vinasema kwanza tangu nianze kuingia katika kanisa ninaanza kusikia wale wenyewe wanakunywa pombe sawa hawana akili, na nasikia harufu ya pombe inanipa kinywa ndani yangu. Amen. Mzaliwa mara ukisha fikiri hatua hii unakamilika kuwa mwana wa Mungu. Haleluya, unakamilika kuwa mwana wa Mungu. Usikae makanisani tu, nilibatizwa na mimi njoo hapa, mimi njoo fulani, na kama hujazaliwa mara ya pili unapitisha muda bure. Jaribu tafuta kuzaliwa mara ya pili ili uwe mwana wa Mungu kamili, ili uwe Mkristo kamili. Amen. Utasema kama Mkristo tena ni mali ya Mungu, ni mtu katika milki ya Mungu, ni mali ya Mungu. Ukisha kuwa mwana wa Mungu unakuwa mali ya Mungu, ndio vipi? Ukisha kuwa mwana wa Mungu unakuwa milki, unakuwa mali ya ule mtu. Niko na kia wangu hapa, Mama Dorcas, ni mali yangu kwa sababu ni mtoto wangu, ndio vile ni mali yangu kwa sababu ni mtoto wangu. Nikisema mali ni kuambie ni utajiri wangu kwa sababu ni mimi niliyemzaa. Na ukiwa mwana wa Mungu kamili, wewe ndio mali ya Mungu. Haleluya! Wakati unatembea, Mungu na yeye anakuangalia, mali yangu ilienda wapi? Hii ni mali yangu. Ukikutana na matatizo, ataona hautaharibisha mali yangu. Ndio pale tulisoma kama atakayewagusa ninyi ni kama anayeingiza kidole katika mboni ya jicho langu. Haleluya! Kubali kuwa mwana wa Mungu. Usikubali kuwa Mkristo wa kitabu cha mwalimu. Kuwa Mkristo mwana wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili, na yeye ni mali, ni utajiri wa Mungu. Tutasema ikiwa sisi ni utajiri wa Mungu, lazima tufanane na yeye Mungu. Amen. Lakini imani naona iko inapotea hii, hata kuwa na confiance. Lakini akiona vitu vyote viko sawa, anaangalia ingambo viko sawa, anaangalia ingambo iko sawa, anaenda kuangalia kwa wenye kiburi, hauko kule, anaenda kuangalia kwa watu wa kupigana hauko kule. Ndio vile Danieli, wale watu waliomshongea walimtafuta kwa njia zote, hatuwezi kumpata huyu, inafaa tumtafute katika, kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa mali ya Mungu, na walipojaribu kumtafuta katika ile kazi yake ya kumcha Mungu, alikuwa ni mwana wa Mungu na alikuwa mikono ya Mungu. Uwe
unatereza, unafanya dhambi, hata ukifikia mauti yako, kwa sababu ulimwogopa Mungu sana, Mungu atakurejeshea roho ya toba. Haleluya! Kwa sababu uko mali yake, uko mali yake. Isiwe kama wewe ulidumu katika madhambi huko na unataka kufa nije pastor, never. Hauna nafasi ya kwenda. Kwa sababu kuiswali yako huko ni mbaya. Ni mbaya. Lakini ukiwa na iswali nzuri, hauna tatizo. Hauna tatizo. Ule maandisha sana sana. Maisha. Amena. Mama, historia yangu mimi. Nani huyo? Basi. Ule msimamizi alisema kama Mungu. Amen. Amen. Basi tumalizie somo letu. Tunasema Bwana, soma Matendo 1 mstari wa 8. Amen. Amen. Unapenda kusema kwamba Kristo ni shahidi. Ni shahidi wa Yesu. Ni shahidi wa Yesu. Unapofika unapata harufu ya Yesu inasikiliza. Amen. Na mtu wa shetani anapopita harufu ya shetani inasikiliza. Hapa kulikuwa mbuzi hapa. Hivyo haiko hapa. Hey. Alipita hapa. Ule alipita hapa. Ule mjumbe, ule shahidi wa shetani. Lakini panapopita Kristo mwana wa Mungu, huyu ni shahidi wa Yesu. Ndani yake mnaonekana upendo. Ndani yake mnaonekana rehema. Ndani yake mnaonekana kujali wengine, na ndani yake anatangaza ukweli wa neno la Mungu. Haleluya! Anatangaza ukweli. Hebu sema kama shahidi tu. Si kama shahidi wa Yesu. Yesu aonekane ndani. Kama vile mtume wakati wanafanya injili Yerusalemu, wanahubiri juu ya Yesu, watu wanafunzi, lakini Mafarisayo wakaona hapana, sisi zetu zinaisha, huyu bwana huyu wakiendelea hivi hatutofika. Wakawaita wamitume, ikana siku ingine msisikie mnasema tu ufupi vivyo kabisa, wanapenda kuharibisha Yerusalemu mwetu. Lakini wanasema hatutaacha kuambia kile tulichoona na kile tulichogusa. Haleluya! Amen. Na wanaisema mbele ya baraza la makuhani na waandishi, watu wakali kwa ajili ya injili ya Yesu. Lakini kwa sababu walikuwa mashahidi, Yesu alikuwa ndani yao, hawakuogopa. Amen. Hawakuogopa. Amen. Unapenda kutangalia katika Matendo 4:20, tangalia pia katika Matendo 5:29 hadi 32 pale. Kuwa shahidi inampasa Mkristo kufanya mambo mawili. Kuwa shahidi, kuna mambo makubwa mawili ambayo inamsaidia mtu kuwa Mkristo, kuwa shahidi wa Mungu. Inaonyesha
Nakwambia usiogope, usiogope. Mitume hawakuogopa baraza la makuhani, waliwaambia never, hatutaacha, tutaendelea kwa sababu ni tuliona kwa macho yetu na tukagusa kwa mikono yetu. Na kwa sababu walisimama kidete, hata waliwakataza na kujaribu kuwatesa, ile kweli ya neno la Mungu iliendelea na watu wakaendelea kuokoka. Haleluya! Miujiza ilionekana, wokovu ulionekana kwa sababu walisimama kwa neno la Mungu. Huku shahidi wewe, unasimama kunini? Unasimama kunini? Labda tunaleta filosofia inchi, Kanada, hivi Kanada, hapa Kanada, kila mtu iko huru. Hapana. Mkristo haiko huru. Mkristo ni mtu anafungwa, ni mali ya Mungu ambayo unastahili utetee kweli ya neno la Mungu. Wakutese, wasikutese, hakuna chenye utafanya. Na katika mateso yako, wengine pale Stefano alipokuwa akipigwa mawe pale, wanampiga mawe, Stefano akafa, lakini kwa kitu cha Stefano wengine waliingia hivi ule mtu ukweli aliposema, Baba wasamehe kwa sababu hawajui wanachofanya. Wenyewe walisikia hapana, mimi niko mwingine. Haleluya! Shahidi mtu ambaye anaweza kukile kama vile lilivyoonekana, kama vile lilivyopita. Ndio maana utaona watu wanakuwaka wanauliza, uko na shahidi? Uko na shahidi? Na ndio uko na shahidi. Shahidi yako ni mfano yangu. Shahidi yako nani? Ngo bibi yangu. Bibi na bwana hapa kwake. Lakini akisema shahidi yako nani? Hata unaweza kuuliza ule mzee unaenda hivi, ndio pale tu ule mzee alikuwa pale. Wanaandika jina yake. Wanatumaini kwamba katika yule mzee wataona kweli ya mama. Na ule mzee anapofika, mzee uko hapa, unaweza kusema nini juu ya huyu mtu? Sema ndio, nilikuwa pale na niliona. Huyu alifanya hiki, na huyu alifanya hiki. Wanaandika. Lakini hata awe nani, ikiwa kusema kweli ya Mungu, sema. Mimi nasema kwamba kama unakuwa kwa wakati kama huu, usitafute utasema nini. Yeye baba yako mwenye maji yako atakuwa hapa wakati unajiandaa kusema. Yeye anakupangia maneno, mwambie hiki, asiyeturu dhambi ataangamia, waambie watubu, na unasema. Unaona tu wakulia wanangu kulia, ndio shahidi. Tuko mashahidi sisi, tusimame kwa kweli wa Mungu. Tusiende hivi hapa kuharibisha maisha yetu, kuharibisha maisha yetu. Siku moja tutakwenda na wale ambao hawakuwa mashahidi wazima, lakini mashahidi ambao walisimama kwa kweli ya neno la Mungu, watapata faida kwa wale ambao waliwafuata, na wao pia sasa ndio wataongezewa zile taji, kwa ile taji na utaji. Amena. Neno la pili
la shahidi ni kutetea wokovu wako na kutunza mbele ya kila tatizo linalokuzingira. Utetee wokovu wako mbele ya kile kinachokuzingira kile. Utetee wokovu wako. Na watu waona sema huyu niwaambie, watu wengi wanashindwa kutetea wokovu wao. Wakati anakutana na matatizo na shida, anasema hata wewe hivyo nipako ananilaumu mimi, basi hata wewe haukuwa shahidi mzuri. Haukuwa shahidi mzuri. Wenzako walisimama, wa Stefano walisimama, wa Meshaki, Abednego na Shadraka walisimama, hawakuogopa moto. Haleluya! Hawakuogopa moto. Wakati waliwaambia sasa, nini mnakataa kuabudu sanamu? Watawafunga kamba na wanatupia mbali. Si kwamba moto watauwasha baadaye. Moto ulikuwa unaanza kuwaka pale, kitanuru kikubwa, wanaona moto. Lakini walisema mfalme, hatuwezi kushuhudia ile sanamu yako. Ikiwa Mungu hata tuponya kitu tunajua, hatutashuhudia. Huyu Mungu tunayemwabudu mwenye maji aliwatangulia. Sababu yeye haiko sawa ambulansi ya hospitali. Ambulansi inakuwaka nyumba ilishalungula, mtu alishagonga, ndio ambulansi inakuja. Mwita ambulansi, mwita ambulansi, mtu alishakufa. Wanapita pale. Lakini mwenye maji alikuwa kabla ya walipoanza sema wawatupie ndani, na yeye akakuwa kule. Walipowatupia ndani, yeye sasa ndio alikuwa anawapokea na anawatuliza, anawafunika kwa uvuli wa mamlaka yake. Haleluya! Hata nywele za kichwani, hata harufu, alisema Biblia inasema hata harufu haikuonekana. Yule mwenye mali hakufanya kwa ufundi. Kwa wale walipokuja na angalia kuna watu wakisali. Haleluya! Bwana mnakuwa watu. Na ule waidi ule anafanana na wao kutoshwa mule ndani. Jina la Mungu. Nasema kutakuwa Mungu mwingine ambaye ataabudiwa isipokuwa Mungu yao. Amena. Shahidi anaponya watu. Sio shahidi wa kawaida. Tumalizia kusema kwamba Kristo ni nuru katika katika giza. Mathayo 5 mstari wa 14 na kufikia 16. Yesu anasema mimi ni nuru ya dunia. Hivyo hivyo na nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye Kristo. Asemake unacheza na mie wewe. Mie ndio unacheza na yeye. Mie wewe. Umepoteza nuru yako. Umepoteza nuru yako. Mkristo kwa saa kama zile anakuwaka kama kilema. Anachunga nini? Anachunga uzima. Lakini wenzetu wengi wanasema hiyo vitu haiwezekani. Kama ni Kristo
yenye anavaa. Hapana, Ukristo haiko koti, ukiuvua unapotea. Mwandishi wa Waebrania anasema mtapataje kupona msipoujali wokovu mkubwa wa namna? Na niwaambie, bahati mbaya sana kama uko Mkristo leo unatubu, kesho unaanguka, leo unatubu, kesho unaanguka. Hauna bahati. Sababu Ukristo ni mapigano. Amena. Ukristo ni mapigano, ni mapambano. Ni mapambano. Usipofanya nguvu kama Biblia inasema, hautauteka ufalme. Hautauteka. Sisi tuko na wanawake ndani. Haba jizetu. Hawako useme hawako leger. Hawako wepesi hawa wa mama wetu hawa. Usiwaone hivi. Usiwaone hivi. Kama wote wanaprofita Ukristo wetu, kama zinakuwa provocation kwetu sasa. Na usidharau ile. Ni kipimo. Ni kipimo. Anapokukokota hivi, mpe na hii ingine akokote. Amen. Amen. Ukristo ni mapambano. Mapambano. Lakini ukisema, je, si mimi uko nacheza na wewe? Kumbe aunijuake unakomesha Ukristo wako, hauna kazi. Unauharibu. Lakini umsubiri tu atomboke, akutukane, wewe msubiri. Akisha tuko na wakati akuzungumza na bibi zetu. Kwa sababu alipoelewa sana, pembeni huko atakuwa anasema amen. Maneno tu makali, dosie inaandika. Ndio maana katika wokovu tunasema heri wawili kuliko mmoja. Huyu anamsaidia huyu kwa maneno, huyu anamwonyesha huyu wokovu ya Mungu, na mnaendea pamoja mpaka mnafikiria lengo la kuja katika ufalme. Mkristo ni nuru katika giza. Kwa mambo yote, hata hii sehemu ya kumi, uwe mama, uwe baba, uwe nuru katika yote. Amena. Unapata mshahara wako, njia ya kufunza mtu ni nini? Kisha leta mshahara wako, unamwambia madamu, pesa zimeingia fulani na tumepata hivi na kama vile sasa tufanye nini? Kule kwetu sawa, lakini hatutatoa nuru anasema kama ajui hayo, lakini haikuwa kunimero ya kwanza yake, kwa sababu ulipoonyesha sasa siku ingine wakati mnakutana tena, ile mshahara inakuwa pale. Ishatoa jini kwa sababu ulimwonyesha nuru. Haleluya! Lakini wewe tunakuwa nasema kila siku dime. Hapana, utakia sasa mwende nini? Hauko shahidi,
hauko nuru katika kanisa. Hii ndivyo tuko tunasema hapa. Msuri. Uonyeshe kama tunasema. Lakini sisi ndio wazee. Mbele ya mataifa. Yesu anasema Mungu yeye na niangaze mbele ya watu. Waone nuru tu, waone matendo yenu mema. Wapate hapo utaweza sema kuambia si ndio nuru. Unaenda hapa kwenye nuru shopping hapa, na unanunua kitara kimasa kama unaweza wacha. Hapo nikwambie si ndio nuru. Kama unaenda hapo ndio unaona wewe. Kwa sababu unaenda kwa Charlotte, si ndio nuru si. Matendo. Haleluya. Matendo yako. Mimi wabii ambao mlikuwa na ex leo. Mkristo watu na ex. Amena. Mkristo wake na ex. Mkristo anafiansi mwenye hata muoa. Ajulikane na familia, ajulikane na kanisa. Na ikiwa alikuwa ex na ulishazaliwa mara ya pili, utakuwa nuru kwake. Utamwambia Jean Pierre, najua ulikuwa na kijana. Anaenda lakini umempiga mtu. Hata kwambia mwingine. Anaangalia mode ya leo hiki na hiki na hiki, analinunua hata ya dolari kwa kufikiri hata leo. Sababu ni wakati anaenda kuambia wenzake kula sema anaanza kufanya makomparezo sasa. Sema kile kenye kinimbaka kwa ya pale. Kila siku kinaenda kukanisa na tunaenda kukiburura pale. Lakini unaona mwenzake ile nuru inaonekana. Ile nuru. Amen. Kama mbele msiku wa makwazo na mtaki na kwa makwazo. Watu wanakujia sana. Amen. Sasa
Nazareti. Ndio kwao. Yesu alitoka Nazareti. Ndio kwenye alilelewa tuna Biblia vizuri. Na walikuwa lange yao, tuseme nini? Lugha yao ili ya kiharmoni kule kwao kule ilikuwa tofauti na Yerusalemu. Lakini wale wote wanafunzi wenyewe walikuwa na yeye kule Nazareti, walikuwa na lugha, pronunciation yao yenyewe ilikuwa tofauti. Na hata ndio maana huyu Petro wakati Yesu anahukumiwa pale, ule mwanamke alimuuliza, na wewe uko sawa na huyo mtu? Ile maneno yenyewe alijibu hii kulikuwa nuance, kulikuwa tofauti ya misemo ya lugha. Sawa, mtu hapa utawala sema tofauti na mtu hapa. Iko anasema kule mimi wakati nilikuwa hapa, iko anasema uko tofauti na ile tumekuwa. Ndio ilikuwa sana. Na wale wanafunzi walipofika Antioki, ile zao walipokuwa wanahutubia, wanahubiri watu, wale watu walisikia ile lugha haiko ile lugha ya Yerusalemu, iko ile lugha ya Nazareti kwao na Kristo. Amenda cha muhimu atanionea au kushahidi. Shahidi anatetea wokovu wake, kwa sababu Biblia inasema kama wasamehe wale walio, usiposamehe na sisi hatuta. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaambia kwamba imani ambayo ni lazima ifanane na na huu ushahidi ambao tunaofanya tunaoonyesha ni lazima uwe katika kweli, haki na kweli na upendo. Ukiwa kulinganisha na Mkristo ni Mungu, kila mtu azingatia Mkristo sio tu kulinganisha hapa na kulinganisha katika kitabu cha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa neno nzuri kama hili. Bwana azidi kutubariki na kutuwezesha. Neno
moja ni kuomba, ni kusema kwamba Mungu atusaidie tuwe mashahidi mazuri. Kinachofadhaisha sana mara mingi ni kwamba mahubiri itahubiriwa, tutapiga amina, sema mahubiri mazuri kabisa, lakini tukiangalia tunakapotoka hapa, hali ambazo tunaenda kuwa nazo, je, zinafanana yale mahubiri ulipigia amina? Amen. Tunahubiriwa ili tuweze kubadilika. Nataka umwambie Bwana akusaidie. Sababu niliona watu tunacheka, sema wanaleta pesa hivi leo. Mimi watasema Jean grand super tatu, utasema takamata tu, hakuna problem. Nashukuru Jean. Niko ndo hivyo, mnaenda mnaingiza madeni. Haleluya. Ni rahisi tunasikia mahubiri hapa. Je, unafanya hivyo? Acha Mungu atusaidie. Sababu kuwa shahidi, nalomba Roho wa Mungu atusaidie ili tuweze kuwa mashahidi mazuri. Najua changamoto ni nyingi katika maisha ambayo tunayaishi, kuanzia manumbani, wake na wame na watoto na wengine makazini. Tunajipa moyo kusema Abrahamu alisema kabongo hapa tu, hata na mimi niseme kabongo huku tu, Mungu atanisamehe. Unakusudia. Haleluya. Sio mfano mzuri. Mungu alituambia mifano mzuri ndio tufuate. Basi mwambie Bwana akusaidie ili uweze kuwa uweze kuwa mfano mzuri, uweze kuwa nuru, uweze kuwa mwanga kati ya wengine. Petro akamuuliza Kristo, ni mara ngapi tutawasamea wengine? Kristo akamwambia mara 10. Akasema Baba, utuongezee imani, kwa sababu alijua kwamba hiyo sio kazi ndogo. Na umwombe Bwana uniwezeshe, maana kuishi kama mfano, kuishi kama nuru sio jambo rahisi. Chukua dakika moja katika maombi. Anza kuomba katika jina la Yesu. Kala brosh kalibra suka bria desh kandele brezikete. Mantala braya dosh kalibra suka bria deske brente. Zikele bros kalibra zandele bro katalia. Shale brados kabria entele zika bragadea. Lord, give us strength. Tupe nguvu Bwana. Tuwezeshe tuwe mfano mzuri. Tuwe mfano mzuri. Tuwe mfano mzuri. Katika jina la Yesu Kristo, kama wa baba, kama wa mama tulishindwa Bwana kuwapenda wake wetu, kuwaheshimu waume wetu. Bwana uturehemu, tusamehe katika jina la Yesu. Unakapozungumza nasi Bwana ni kwa sababu unataka mfalme tuwe mfano mzuri. Unataka Bwana turudie katika njia Elaya dosh elebros kalibra. Sante maana uko mwema. Sante mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana akusaidie. Najua mahubiri kama ni mahubiri mazuri. Najua muda umekwenda, lakini chukua dakika moja. Unajua hali ambazo tunazikuta katika nchi hizi na mambo mengine, watu wanajikuta wa kuingia katika hali. Wengine wanasema tumeisha vuka mto, wengine wanasema hautanifanya hivi kwa sababu ya hivi. Biblia nasema na mke amtii mume wake katika yote, kama vile kanisa ilimtii Kristo. Na mume ampende mke wake na kuyatoa maisha. Leo huyu akiwa na pesa na mgandamiza mwingine, tunashindwa kuwa mifano. Lakini nataka umwambie Bwana akurehemu, akusamee, akusaidie. Ikiwa haukumtii
hukumtii mume wako vizuri, ikiwa hukumpenda mke wako vizuri, ikiwa umemtendea maovu kwa sababu ni wewe ndo una pesa, unafanya mambo kama vile unayataka, unayapendelea, mwambie Bwana akurehemu. Ikiwa Bwana amezungumza nasi ni kwa sababu anataka turudie katika misingi ya kweli, turudie katika njia za kweli. Come on somebody, anza kumwambia Bwana akusaidie, mwambie akurehemu ili uweze kwenda katika bros kalibra entele kubre yada. Utusaidie Bwana, utusaidie, utusaidie Bwana, utusaidie. Unapozungumza nasi Bwana ni kwa sababu uliona kasoro hapa na pale ndani ya maisha yetu. Unapenda Bwana turudi katika misingi ya kweli. Ni mbele zako tena siku ya leo, Mungu wa kuita na kuitika. Wewe ambaye unabadili maisha ya watu, badili mioyo yetu Bwana, utufunze kutii. Tunakulilia, tunakuomba Bwana utuwezeshe, maana peke yetu Bwana hatuwezi chochote. Mungu wa kuita na kuitika, saidia taifa lako, saidia Bwana kanisa lako. Mungu mwenye nguvu zote, ni mbele zako tena siku ya leo. Tunaomba Bwana utuwezeshe. La broska entele kubre ya talia rikatos kabria dosh kabra alibro sikele brande manto bria dosh kabra. Bwana utusaidie, utusaidie, utusaidie katika jina la Yesu Kristo. Sante maana uko mwema, sante maana uko mwema, katika jina la Yesu. Cha Mungu akusaidie uweze kushinda culpability ndani ya maisha yako. Wewe ambao unajisikia kupable, Mungu akupatie rehema siku ya leo. Kuna mtu ambaye ana kinyongo cha culpability, acha Mungu akusaidie, acha Mungu akusaidie, maana unajisikia kupable na mambo hii yanakusumbua kiasi. Acha leo Bwana alete uponyaji, utubu ya kweli na utoke katika hali hiyo, uone mkono na rehema za Mungu. Kabros kalibra, tunaomba Roho wa Mungu akuwezeshe Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunakatala mwovu kutumia Bwana mfalme wa amani avantage ya culpability Bwana, kuiangamiza maisha ya baba mama. Tunakuomba siku ya leo Papa, uponye hatua hizi katika jina la Yesu Kristo. Sante maana uko mwema. La broshka brente. Sante maana uko mwema. Tunakubariki mfalme wa amani katika jina la Yesu Kristo. Sante maana wewe ni Mungu wa kweli. Tunakusifu na kukuheshimu. Wiki ijayo tunaiacha mikononi mwako. Tunaomba Bwana neema yako na rehema situpunguke. Tutembee Bwana katika kutia mfalme wa amani. Ampratiki maneno haya tumejifunza leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tuko hapa Jumatano kwa mafunzo ya Biblia kuanza saa 1 hadi saa 3 za usiku. Tunawakaribisha wote. Tunakuwa na muda mzuri sana, tunajifunza na tunakuwa na kipindi cha kuuliza, sababu mahubiri na ubiri labda ulikuwa na ulizo au ungeuliza au ungemkata mhubiri. Amen. Lakini hapa Jumatano tunakuwa na muda, tunauliza. Tunawakaribisha kwa mafunzo ya Biblia. Tuko hapa Jumamosi kwa maombi kuanza saa 4 hadi saa 6. Tunajiombea, tunaombea kanisa, tunaombea mji. Na muda kama huyu tunahitaji kuomba kwa sababu hali za hewa sio nzuri. Kiangalia hata katika mafamilia, watoto wanakuwa waasi zaidi, matatizo yanakuwa mengi. Ni muda ambao Bwana anatuita tuweze kukaa katika maombi. So usibaki nyumbani kwenye remote tu, usibaki kwenye sofa, njoo tuombe pamoja. Mida kama hii ni mida ya kukesha katika maombi. Hallelujah. Tuko hapa tena Jumapili tukiwa na ibada ya kwanza saa 4 hadi saa 6, alafu ya pili saa 6:30 hadi saa hizi tena. Hallelujah. Mungu azidi kuwabariki. Sisi wamoja tuna
tuna kilio, tumempoteza binamu yetu. Ana dada ambaye anakuja nyuma ya mzee wetu, alipoteza mtoto wake wa kwanza hapo Nairobi. Alafu ikiwa kutakuwa chochote tutawaambia, lakini tuna kilio. Amen. Bwana azidi kutuwezesha. Bwana awabariki tena. Neema ya Yesu Kristo, upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uendelee kuwa pamoja nasi siku zote za maisha. Hakika wema na fadhili zitazidi kutufuata. Tunakiri kwamba ni ndani ya nyumba ya Bwana tutaishi milele yote, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwe sana.